Mbona mmerudi nyewe wenyewe? Mtoto yuko wapi? Mume wangu, huwezi amini. Nimemtafuta huko kote hata sijamuona. Kwani hapa nyumbani hajarudi? Angekuwa amerudi ningekuuliza. Angekuwa amerudi ningekuuliza. Wewe kiwembe. Wewe na mdogo wako mnachezea akili yangu, si ndio? Nakuulizeni, mnacheza na akili yangu Nauliza tena. Sikujua yuko wapi. Hatujamuona, tumetembea huko kote. Na hili jua linavyowaka mume wangu, tumezunguka. Mpaka vichakani tumefika, kwenye majumba mabovu hayupo. Sikiliza. Wewe na huyu mdogo wako kuna mission mnaifanya. Alafu mimi naifahamu. Mmekaa chini mmetengeneza kamati ya kuhakikisha huyu mtoto mundani anatoweka na anaikosa furaha, si ndio? Jamani mume wangu, ningekuwa nafahamu mimi alipo, ningekuwa namtafuta najua lote hili. Alafu, kwa nini unapenda kunionea sana? Yaani huyo sikujua umempa kipaumbele. Kuna tatizo gani? Nisikilize. Kila kitu mlichokipanga mimi nakijua. Siku hiyo amefika mdogo wako, ulianza kumpangilia utaratibu wote wa humu ndani. Nikawa nawasikiliza kila kitu. Muhakikishe, sijui tuhakikishe huyu mtoto humu ndani tunamkomesha, tufanye sijui kama nani mlivyomfanya. Kwa hiyo umelipa pesa aje mdogo wako hapa ndani kwa ajili ya kumnyima amani mtoto. Kwa ajili ya kumnyima amani sikujua. Wewe mwanamke una roho ya aje? Kwa hiyo ndio maana nasemaje? Wewe unafahamu wapi alipo mtoto, usitake kunipanda kichwani. Wewe shemeji, ulikuja kunisalimia au ulikuja kumnyanyasa mwanangu hapa nyumbani? Shemeji, mimi mbona unanionea bure? Mimi sijafanya kitu chochote. Na hata mtoto mimi sijamfanya chochote, ameondoka tu mwenyewe. Nyinyi mnaona mimi mjinga. Mnaona mimi taira. Sasa nisikilize. Natoa kauli kama mkuu wa kaya. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, kukipambazuka kesho, mpe nauli mdogo wako arudi nyumbani. Sitaki kumuona hapa. Umesikia? Urudi nyumbani. Sitaki kukuona hapa. Wewe narudia tena. Arudi wapi? Arudi nyumbani, sitaki kumuona hapa. Alafu wewe sasa, ninataka kumuona sikujua amerudi hapa ndani. Tofauti na hivyo, na wewe ndoa yako inakufa. Wewe mwanaume, unapenda kunionea sana. Sasa hapa mdogo wangu amefanya nini? Huyo sikujua ameanza leo kutoroka. Humu ndani katoroka mara ngapi? Mpaka mdogo wangu aonekane leo yeye kahusika. Sikiliza, mdogo wangu hapa aondoki. Yaani wewe hujui yule mtoto mimi namthamini vipi? Hujui? Wewe hujui yule mtoto ana thamani gani kwangu? Yule namchukulia kama mwanangu. Yule namchukulia kama binti yangu, ndugu yangu. Hana wazazi. Wewe mwanamke unashindwa kumpenda, unashindwa kumjali. Mbona mimi naishi na kidao humu ndani sijawahi kumbagua? Unaniongezea familia, unakuja unatoa mtu abaki mtu. Sasa shemeji, sitaki kukuona hapa ndani. Sasa naanza na wewe, unafuata wewe, anamaliza kidawa. Ukitaka usalama humu ndani, nataka nimuone sikujua amerudi. Sitaki maneno. Blali fuku wewe. Mtaki kutazama na unayoyafanya hata mwendani kabisa. Mtoto amekufanya nini yule? Anakula chakula cha aina gani cha kiasi kwamba wewe unashindwa kuvumilia? Ina maana yule mtoto anakunyima amani humu ndani. Ni nini ambacho amekubana? Upati mahitaji wewe? Huli. Uhudumiwi kama mwanamke. Mtoto mdogo kama yule anakunyima vipi amani humu ndani? Kila siku vita na mtoto. Wewe. Namtaka sikujua humu ndani arudi. Na wewe, tena wewe ndo chanzo cha huyu mtoto kuondoka hapa. Tangu ulipofika tu niliziona dalili kabisa. Nimemaliza. Mdogo wangu, kumbe siku ile alikuwa anatusikia. Asa dada, mimi najuaje hapo? Mimi sijui wewe.
Sasa hapa mdogo wangu, haina jinsi, inabidi tu urudi nyumbani, halafu haya mengine nitamalizana nayo mimi mwenyewe. Subiri niangalie hili nalisolve vipi. Nikishamaliza hili nitakutumia nauli, utakuja. Sawa? Usiwaze, cha mtoto tu huyu kwangu. Twende kwanza tukapumzike, asituumize kichwa hiki kitoto. Wapi nitapata msaada? Nuru imegeuka. Sasa mtoto mzuri, nisubiri hapa hapa, nenda kujisaidia mara moja, afu kisha tukanunue mboga tukapike nyumbani tule. Sawa? Sawa shangazi, nimekuelewa. Usiondoke, nisubiri hapo hapo. Umenielewa? Baba na mama mpo wapi? Jamani mtoto wenu. Najiuliza nitawaona lini? Umekuwa mbali na mimi. Sasa mtoto atakuwa ameenda wapi jamani? Si nimwambia nisubiri hapa asitoke na kuja. Jamani, ila watoto wengine hao, nataka nimpe msaada lakini sasa si utakuwa ameenda huku au huku. Sasa hapa nitafute mfuko, niokote makopo, nikauze, nipate hela ya kula. Wasikujua. Unaenda wapi? Naenda mtaani kuendelea na maisha yangu. Unatakiwa urudi nyumbani sasa hivi. Kwani wewe ni nani? Na mbona unanizuia safari zangu? Mimi rafiki yako Kibatari. Huko unapoenda ni hatari. Unatakiwa urudi nyumbani sasa hivi. Mimi nyumbani sirudi. Nikirudi mateso yanazidi. Bwana nirudi zangu mtaani kaendelee kuokota makopo. Wasikujua. Yule dada aliyemkimbia alikuwa anataka kukusaidia, lakini wewe umemtoroka. Huko unapoenda kuna hatari sana. Unatakiwa urudi nyumbani sasa hivi. Rafiki yangu Kibatari, bora tu urudi nyumbani. Mimi niache na maisha yangu. Bwana nirudi mtaani kaendelee kuokota makopo. Lakini kurudi nyumbani sahau. Mimi yatima, sina msaada, naumia mama. Yaani ulivyotulia hapo kama mtu kweli. Sikia Masoya, kilichonileta hapa kwako ni kitu hicho kimoja. Ni marufuku kukanyaga kwa mpenzi wangu, na hivyo vitisho mnavyompa iwe mwanzo na mwisho. Sitaki mwe mnamsumbua mpenzi wangu awe anakaa hana amani. Sijui umenielewa Masoya? Sasa Belinda, mke wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi ujio wangu pale haukuja kwa nia mbaya, na mimi sitakuja pale kwa ushari. Ningekuwa nataka kumzuru au kumfanya kitu chochote yule mtu nilokukuta naye, mimi ningefanya na usingeweza kunizuia. Isipokuwa ujio wangu pale ulikuja nia na mazumuni tukae tuzungumze, mke wangu, urudi nyumbani. Hilo ndo linaleta pale. Sikia Masoya, ungekuwa unataka amani ungekuja vizuri. Umekuja na mwenzio kishari, mwenzio kamvamia mpenzi wangu na kuanza kumpiga. Sitaki, na iwe mwanzo na mwisho kukanyaga pale.
Kwanza wewe una mwanamke wako wewe na ana mimba. Kwani vipi, mbona tunasumbuana? Belinda, mbona mwanamke unayemzungumzia mimi nimeshaachana naye? Na ndio maana nakufuata mke wangu na kubembeleza ili urudi nyumbani tuendelee kuishi maisha kama mwanzo. Hiyo ni mistake imetokea. Tuna uwezo wa kukaa chini tukazungumza tukapata mwafaka. Na sio wewe kuvifanya hivyo unavyovifanya. Ila maana mimi nikifuatilia kwako inakuwa ni kero, si ndio? Kumbe mshaachana huko, mshabananga huko, ndo unanikumbuka mimi Belinda. Belinda leo hii ndo wa thamani Hakuna kilichobadilika kwangu babangu. Mimi ni tasa, nitabaki kuwa tasa. Hata nikirudi kwako sina uwezo wa kukuzalia babangu. Sijui umenielewa Kwa hiyo wewe baki na maisha yako na mimi nibaki na maisha yangu. Nishoga mimi sasa hivi nina mtu wangu, mbona nina maisha yangu hutaki kunielewa? Kumbuka wewe ni mke wangu. Alafu isitoshe mimi sijakupa talaka, sijakuacha Belinda. Na ndio maana unakutana kuhangaikia ili nipate suluhu. Yule ni mchepuko, tutabaki kwa mchepuko na hana thamani yoyote. Nimegundua nilipokosea wapi. Na ndio maana nikaona hata nimfukuze ili mke wangu urudi tuishi kwa amani. Na kama unaona ngumu kuzungumza sisi, basi twende hata kwa mama. Tuone tunalimalizaje ile tatizo. Mama gani huyo? Huyo mama anayemsemia wewe twende kwa mama, mama gani? Mama huyo anayemsemia wewe hapo ni mama yangu mimi. Wewe hakuhusu. Na nilikuomba tangu mwanzo. Mme wangu, twende kwa mama, tukayazungumze tuyamalize. Mme wangu kila siku ulikuwa wimbo wa taifa kwako. Lakini ulikuwa unanijibu shiti. Hapa nje ya kizingiti chako cha mlango uliniambia kabisa, huyo mama ni mama yako wewe. Sio mama yangu mimi. Ulinijibu hiyo kauli. Nadhani unaikumbuka. Kwa hiyo huyo mama ni mama yangu mimi. Wewe hakuhusu. Tafuta kwenda kumshtakia. Belinda, makosa ameumbiwa binadamu. Mpaka narudi kwako na kukuhangaikia na kukutafuta na kukubembeleza. Tafasiri yake nimegundua kosa langu. Kwa nini unapenda tuishi maisha ya visasi? Nimeshakosea, nimejua kosa langu. Naomba tuyamalize turudi kama zamani Belinda. Mbona unakuwa hivyo? Labda nikwambie, sikuja na mengi zaidi ya mengine tuanze kuzungumzia, mambo sio kuombana msamaha, sijaja na hayo. Nikukupa onyo tu, kwenda kwa mpenzi wangu kumfanyia fujo, vurugu, kumtishatisha. Naomba iwe mwanzo na mwisho Masoya. Sitaki. Narudia tena, sitaki. Belinda. Belinda. Sio kweli. Wewe ni mke wangu na utabaki kwa mke wangu na nitapambana mpaka nahakikisha unarudi tena kwenye mikono yangu. Karibu mtu mzima. Vipi, mbona kwa wingi tena rodi kali kama hii? Sasa bora nikutana na wewe. Kwa sababu ni matatizo juu ya matatizo. Yaani hapo unavyoniona niko mbio kumtafuta mtoto. Mtoto kapotea. Mtoto gani tena huyo? Yaani mtoto anayemzungumzia hapa amepotea. Ni yule unayemfahamu wewe yule binti. Sasa unajua unavyoniambia kwamba unamtafuta bwana mdogo mpaka mimi mwenyewe unanichanganya akili. Nimeamua kukaa nikusikilize ili nikuelewe vizuri mtu mzima. Umeshindwa kunieleza vizuri. Yaani unamtafuta umemtuma gengeni au unamtafuta vipi, mlikuwa wote mmetoka sokoni kakukimbia? Yaani iko hivi. Yule mtoto mimi nimeondoka nyumbani asubuhi. Nimewacha nyumbani na familia. Kwa maelezo yao nilivorudi wakaniambia kwamba walimuagiza gengeni. Baada ya kuondoka hakurudi tena. Kwa ndo baada hapo nikatoa maelekezo kwamba kila mtu aingie mtaani kwa ajili ya kumtafuta. Ndio maana unaona tuko mbio kufanyaje kumtafuta mpaka sasa hivi hatujaelewa yuko wapi. Okay, kwani yule mwanamke bado yupo nyumbani kwako? Yupo. Isije ikawa bado anaendelea kumtesa yule dogo. Alafu mimi mwenyewe nilikwambia muda wote nitafunga mguu bonda hapo nyumbani kwako kwa ajili ya kuja kumtembelea. Sasa kama unakuja kuniambia sometime eti mtoto kapotea. Na mimi leo nilikuwa nimearrange baada ya siku ngapi nimletee vijizawadi vya sikukuu mtoto. Alafu unaanza kuniambia kapotea.
Kama ameanza kumtesa, mimi ankoli wangu namtaka nimkute nyumbani. Kwa sababu ndo muda sahihi umefikia, sasa hivi nataka nije kumtembelea pale nyumbani. Na nilivyokuambia kwamba unipe namba yako ya simu siku ile, sio kwamba eti nilifuta au nilipotezea. Nilikuwa naandaa bajeti yangu ya kibichi boy, nikakinde mazingira yangu, nichukua hata vijigauni viwili vitatu nimchukulie peni ankoli, nimletee ili asebenze kwenda shule. Na kusisitizia, itabidi tulipambanie na sisi kwa sababu naelekea hivi bondeni pale kwa mashura. Kama nitafanikiwa kumuona, naweza nikafunga naye pale mtaani. Tashuka paka pale bondeni kwa Madija, nitakugongea phone, utanielekeza home, nitakuja. Yaani hapa kilichopo hapa ni kuingia mtaani kumtafuta. Nataka niingie kwenye mtaa fulani hapo. Pengine huwa kuna watoto naona huwa wanacheza cheza. Pengine nikambatisha. Umeelewa? Basi na wewe ukikutana naye unipatie taarifa. Basi haina shida ndugu yangu. Hayo mambo mengine tutayaweka sawa. Baada ya mtoto kupatikana tutayaweka sawa. Mimi nikimpata nitakupa taarifa. Imeisha hiyo. Chizibori anaonekana smart lakini mbona kama mnyonge. Afu demu ama demu abuza wa kuchukua abuza buku 3 ndio wao wanawapasua vichwa magetoni. Sasa nini? Vipi Chuchu, mbona una haraka kiasi hiko? Ngoja tu shoga yangu. Hapa nilipo nimechanganikiwa hatari. Katika pita zangu kuna mtoto nilimkuta amedondoka chini. Kama unavyonijua shoga yako, na chembe za huruma. Nikamuuliza shida nini? Akaniambia ana njaa, ajala tangia asubuhi. Basi nikamwambia twende kwangu nikakupatie chakula ule. Kufika nyumbani mboga nikakuta imeisha. Nikamwambia basi twende tukanunue mboga. Afu uje nikupikie ule. Au tukawa tunaendelea na safari zetu. Kufika njiani nikaa nimebanwa na haja. Nikamwambia nisubirie hapa, naenda kujisaidia, tuondoke wote, nisubirie usiondoke. Naingia mjumbani, natoka shogangu simkuti. Kwa hiyo karibidi nikute kilanga cha kumtafuta, ndio huu unaponiona hapa. Huyo mtoto yupoje? Asiwe wewe sikujua nomtafuta mimi. Huyo mtoto huyo alikuwa amevaa gauni jekundu, chini ana slippers za rangi ya blue bahari. Ni huyo sikujua. Ndio huyo sikujua. Basi mimi nilikuwa sijui. Ningejua ningekupigia simu uje mchukue. Sasa itakuwaje? Kwa hiyo unaelekea wapi? Mimi naelekea huko. Maana huko nimeshamtafuta. Sijampata. Ndio naelekea kumwangalia. Huku mimi nimezunguka kote huko. Nyumba hadi nyumba. Sasa tufanye hivi. Twende huko wote tukamtafute. Sawa. Huyu mtoto jamani, ananipa heka. Sijui hata lini nitaondokewa naye kikiumbe. Pole shoga yangu. Twende. Bwana, leo nina bonge la ofa kutoka Mtumishi Furniture. Hapa tupo kwa ajili ya kukuhabarisha ofa tulizonazo katika ofisi yetu. Mtumishi Furniture tunatoa ofa ya bidhaa zetu tulizonazo hapa. Tuna makabati, tuna meza, tuna sofa, tuna vitu vingi kwa kweli. Tunapatikana Chamazi. Vile vile tunaweza tukakupa maelekezo zaidi ni jinsi gani unaweza kufika hapa kwa ajili ya kujipatia huduma. Tunapatikana Chamazi Magengeni, ukiwa unatoka mjini kama unaelekea Mbande, maeneo ya hospitali Chamazi hapa duka linaitwa kwa Mtumishi Furniture. Bidhaa zetu tunazouza ni makabati ya nguo aina zote, dressing table, kitchen, showcase, kila kitu kinapatikana hapa, hadi vifaa vya ofisini vyote vinapatikana hapa. Delivery pia ipo. Namba ya simu ni 06 94 99 94 86. Karibuni sana na wapenda sana. Mtumishi Furniture wapo kwa ajili yako. Usibaki nyuma. Fika hapa jipatie bidhaa kwa ajili ya kupendezesha nyumba yako. Tunakukaribisha sana. Wapi nitapata msaada? Nuru imegeuka giza. Sina pa kukimbilia. Naishi kukosa msaada. Baba na mama mpo wapi? Jamani mtoto wenu. Najiuliza nitawaona lini.
umekuwa mbali nami. Mimi mtoto wa mtaa